nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza waheshimiwa madiwani kwa namna ambavyo na ninyi kwa upande wenu mmeendelea kutekeleza majukumu yenu ya kila siku. Bado tunaendelea kuamini udiwani sio ubosi, bali udiwani ni utumishi ambao wengi waliokuamini na wakakuchagua. Sasa ni muda mwafaka kuona kwamba yale ambayo tuliwaahidi na yale ambayo tulikubaliana nayo kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini kupitia mgawanyiko na mahitajio tulionayo katika maeneo yetu ya kiutawala, kuona kwamba yanatekelezwa kwa namna moja ama nyingine. Niwashukuru waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano mnaotupa upande huu wa serikali ya wilaya, lakini pia niwashukuru waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano mnaotoa katika ngazi za tarafa, kata, vijiji na vitongoji. Hata hayo ambayo leo tumekuwa tukipongezana, tumekuwa tukitiana moyo, mna mchango mkubwa wa hapa ambapo tumefika leo hii. Niwaombe na niendelee kuwasihi tuendeleze ushirikiano huu na tuendeleze mshikamano huu. Tunawategemea mno kama nyinyi ambavyo mnatutegemea sisi. Kwa maana hiyo wote sisi tunategemeana. Lazima tuimarishe ushirikiano wetu, lazima tuimarishe umoja wetu ili kusudi tuweze kufikia malengo na ili kusudi tuweze kufikia dhamira na dira iliyowekwa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba maendeleo endelevu ya Watanzania na Wanakilosa yanapatikana katika sekta na nyanja zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Niendelee kuwaomba waheshimiwa madiwani, endeleeni kushirikiana na maafisa tarafa wetu, endeleeni kushirikiana na watendaji wa kata, endeleeni kushirikiana na watendaji wa vijiji, kadhalika wenye vitu wa vijiji na wenye vitu wa vitongoji. Faida ya umoja tumeiona, faida ya mshikamano tumeiona. Tulizoea tukikutana kwenye vikao hivi vya baraza tunazungumzia changamoto nyingi sana, hasa katika maeneo ya migogoro ya wakulima na wafugaji, lakini katika maeneo ya usimamizi wa miradi, lakini katika maeneo ya migogoro ya ardhi na maeneo mengine mtambuka. Ninayo furaha kuwaambia ndugu zangu madiwani, na huu ndio uhalisia. Mpaka sisi wenzenu kule huwa tunajiuliza kumetokea nini. Hatukatai, changamoto zipo, kwa sababu kama changamoto hizi zilianza toka mwaka 1950, sitaki kuamini kwamba changamoto hizi ndani ya wilaya hii tunaweza tukazimaliza kwa miaka mitatu. Lakini kwa mara ya kwanza tumekaa kwa kipindi cha miezi mitatu, hali ya migogoro na wakulima na wafugaji sivyo vile ambavyo tulikuwa tumeitarajia. Leo namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa mara ya kwanza kabisa nimelala vizuri kwa kipindi cha miezi mitatu mpaka minne sasa hivi. Zile simu za saa 8 za usiku, simu za saa 9 za usiku kwa kiasi kikubwa sasa zimepungua. Na kwa nini zimepungua? Kwa sababu ya namna ambavyo tumejipanga vizuri sisi pamoja na ninyi. Na kumbuka kikao cha mwisho tulisema sana namna nzuri ya kwenda kukabiliana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Na washukuru sana waheshimiwa madiwani kwa ushirikiano ambao mmetuonyesha na mabadiliko haya ambayo yamepatikana. Leo hii kama ambavyo nilisema kwa kikao kilichopita, leo hii ukizungumzia migogoro ya wakulima na wafugaji ni zaidi ya migogoro ya ardhi ndani ya wilaya hii ya Kilosa. Kwa hiyo tumetoka kwenye migogoro ya wakulima na wafugaji, leo hii tunazungumzia changamoto kubwa tulionayo ni migogoro ya ardhi. Niwaombe waheshimiwa madiwani, kwanza nimekuwa nikiwasihi na nimekuwa nikiwaomba sana tusijiingize kwenye migogoro hii ya ardhi ambayo sasa hivi inaonekana imeshika kasi katika maeneo yetu. Lakini mbili, na sisi tukasimame kwenye nafasi zetu kuhakikisha kwamba wale viongozi wachache ambao sio waaminifu na ambao wana dhamira ya kulitia doa ama kuitia doa serikali yetu wanadhibitiwa na hatua kali zinachukuliwa ili kukomesha vitendo hivi. Inasikitisha sana unapoona wananchi hawa wanaporwa haki zao za msingi, lakini inasikitisha sana unapoona kwamba baadhi ya viongozi wanakuwa ni vinara na sehemu ya baadhi ya migogoro ambayo inajitokeza. Leo hii ukiangalia kwa upande wa ngazi za vitongoji, wenye vitu wetu wa vitongoji wamekuwa vinara wa kuuza ardhi. Ukiangalia kwa upande wa wenye vitu wetu wa vijiji, wenye vitu wetu wa vijiji wamekuwa vinara wa kuuza ardhi. Lakini hata na baadhi ya watendaji wetu ambao sio waaminifu nao wamekuwa wakijihusisha kwenye maeneo hayo.
nichukue fursa hii kumshukuru na kumpongeza sana mkurugenzi kwa hatua kali alizozichukua kwa baadhi ya watendaji ambao hawakuonyesha uaminifu. Tulisema kwenye kikao hiki na tukakubaliana kwamba tuvumiliane pale ambapo hatua zitakwenda kuchukuliwa. Kwa upande wa ofisi ya mkurugenzi, tumeanza kuchukua hatua hizo kwa kila mtendaji ambaye anabainika kuwa sio mwaminifu, basi hatua zimeanza kuchukuliwa, na tunaamini kabisa ujumbe huu utakwenda kwa watendaji wote wa kata pamoja na vijiji, ili kusudi kuleta ile heshima ambayo tunaitamani katika maeneo yetu.